Pengine nikupatie ushuhuda yangu na wokovu. Mimi nilikuwa mtu mzuri maisha yangu yote tangu utotoni. Lakini ile mwaka niliyoharibika kabisa, nikaanza kuguza vitu mbaya mbaya. Hiyo mwaka mwisho wake ndio niliokoka. Baada ya kuokoka, niliokoka nikabadilika na watu wote wakaanza kuniita pasta kila mahali. Na nikaanza kuenda kanisani, nilikuwa nakwenda kanisani bila kuchelewa. Nilikuwa naenda services zote, kuanzia morning glory, kesha zote, nini, Bible study, everything. Hakuna kitu nilikuwa na miss. Mpaka nikaanza kupata cheo, nikaanza kukua asha, nikaanza kukua mpaka nikaingia praise and worship, nikawa napanda pulpit kuimba. Mimi nimeokoka na niko mbele na sijui scripture. Nikakutana na mtu mmoja ambaye aliturn everything upside down. Yule mtu alikuwa mwokovu, alikuwa youth pastor. Alikuwa amepigwa transfer kutoka somewhere else kukuja penye tulikuwa. Akakuja kwa hiyo kanisa. Rafiki wake wa kwanza kwa hiyo kanisa alikuwa mimi. Hakuna mtu alikuwa anamjua. Sasa mimi akaniambia, brother, hey, hapa mnaabudu aje? Kwa sababu aliniona kwa praise and worship. Unaona, inamaanisha sisi ni mmoja wa wenyeji. Within less than a year nilikuwa niko praise and worship, napanda pulpit every Sunday kuimba. My friend, yule jamaa aliniuliza tu maswali machache yenye yalifanya mpaka nikashindwa kulala. Aliniuliza, wewe uliokoka lini? Nikamwambia this year tu. Na tayari uko kwa praise and worship? Nikamwambia ya. Akaniambia, unamjua Mungu? Nikasema namjua. Akaniuliza, huwa unaongea na Mungu? Nikamwambia ya, tunaongea na Mungu. Akaniambia, najua unaongea na Mungu kwa maombi, lakini akaniuliza, na je, Mungu amewahi kukujibu? Nikasema ndio. Akaniuliza, kivipi? Nikamwambia, mimi nikiomba naona Mungu ananipatia chakula, Mungu amenipatia uhai, Mungu amenipatia nini. Akaniambia, kuwa makini na maneno yako. Akaniambia, usiniambie mambo ambayo yanafanyikia watu wa ulimwengu. Kwani watu wa ulimwengu wenye hawajokoka hawapumui? Kwani wale hawavai? Akaniambia, kumbuka wale hata ni matajiri, wanatembea na magari makubwa makubwa. Sasa ukiniambia Mungu anakusaidia kulipa rent na watu wa ulimwengu, mtu amejijengea boma, sasa unasema nini? Akaniambia, sasa usiseme hayo, mimi naongea kuhusu kuongea na mtu anakujibu. Akaniuliza, je, wewe umewahi kuongeleshwa na Mungu? Akawa amenipiga 10-0. Akanirudisha square one tena. Ikabidi nianze kufikiria tena, huyu jamaa anaweza kuwa anamaanisha nini? Akaniuliza, wewe kwa praise and worship, wewe Mungu alikuita ukue kwa praise and worship? Siwezi jibu. Nikamwambia nilianza kufeel napenda music. Akaniuliza, kabla uokoke ulikuwa unapenda muziki? Nikasema ndio. Akaniambia, sasa uko na uhakika gani wewe umeitwa kukua kwa music, kukua kwa praise and worship? Akaniuliza, na ulijuaje umeitwa kukua asha? Akaniuliza, na ulijuaje umeitwa kukua kitu fulani? Sasa huyo jamaa alinirudisha zero. Ilibidi nirudi square one, my friend. Niliwachana na praise and worship, nikawachana na ministry zote, na nikaanza kumtafuta huyo Mungu. Nikawa nasema aje, nataka nisikie huyo Mungu akiniongelesha. Tukaanza kutafuta Mungu na huyo brother. Tukapata brother mwingine akatujoin. Tukapata masista wengine wakatujoin. Tulikuwa group of 5 people. Tulikuwa tunaenda kanisani kuomba. Tulikuwa tunaomba, tunajipanga, tunafunga, tunaomba, tunafunga, tunaomba, tunafunga. Tulikuwa tunakuwa na kesha 2 kila wiki. Kila wiki tulikuwa tuko na kesha mara 2. Tulikuwa tuko na kesha Saturday na tuko na kesha Wednesday. Kila Saturday na kila Wednesday tulikuwa tuko na kesha ya watu 5 kanisani. Mpaka hiyo kesha ikaanza kukosolewa na viongozi wa kanisa nini na nini. Tulienda mwaka mmoja tuko dry. Tunaenda kesha, tunafanya nini, Mungu hazungumzi. After 1 year ndio Mungu akaanza kuzungumza through prophecy kupitia kwa same brother. Mungu akaanza kutuambia mambo yetu. Sasa Mungu akawa anazungumza na sisi kila tukikutana kwa kesha, Mungu anazungumza. Tukaongeza siku nyingine moja, tukawa tunakesha siku 3. Usiku 3 tulikuwa tunakesha. Hiyo kumbuke ni after mwaka mmoja mzima. Usiku 3 tulikuwa tunaenda kanisani kukesha. Na Mungu alikuwa anazungumza na sisi mambo ya kanisa, mambo ya maisha zetu, mambo ya wapi. Kila kinachoenda kutendeka kwa maisha yetu tulikuwa tumeshaambiwa. Hata kama kutakuwa na mgeni kanisani tulikuwa tushaambiwa. Kutafanyika nini kanisani tulikuwa tushaambiwa. Kuna pastor mmoja tadifa na wengine na atoke kwa hiyo kanisa, tunaambiwa. Kila kitu ilikuwa inafanyika kwa hiyo kanisa tulikuwa tunaambiwa. Lakini through mtu mmoja.
ikafika wakati nikaanza kujiuliza, kwani huyu Mungu atakuwa anazungumza through one person? Ile siku nilijiuliza, tulipoenda kesha, hiyo prophecy ilipoanza kutoka, Mungu alipoanza kuzungumza kupitia kwa huyo brother, na Mungu akaniambia mimi nimejiuliza kwamba Mungu akaniambia nimejiuliza leo kwamba kwani Mungu atakuwa anatuzungumzia kupitia kwa mtu mmoja? Na sikuwa nimeshare hiyo kitu na mtu yote, nilijiuliza mwenyewe. Na Mungu akasema kuanzia hiyo usiku atakuwa ananena na sisi kupitia kwa maono na kupitia kwa ndoto, kupitia kwa prophecy and vision. Sasa that same night, ilipofika usubuhi, nilipoenda kwa nyumba nikasema nilale kama 2 hours ndio niende kibarua. Nilipokwenda kwa nyumba kulala tu hivi, nikaingia kwa vision. Niliona the longest vision ever. Nilipelekwa sehemu nyingi duniani, nikaonyeshwa vitu vingi zenye zitakuja kutokea, na hizo vitu zinatokea kwa maisha yangu mpaka sasa hivi. That morning na kuanzia hiyo time na hiyo asubuhi, kila mmoja wetu aliona vision mrefu kama nilivyoona, na kila vision yenye kila mtu aliona ilianza kumtokea. Na kuanzia hiyo siku, kila wakati tulipokuwa tunakutana kesha, tulikuwa tunakuja na vision za kufanana. 3 za kwanza ni za kufanana. Kile nilichoona, yani huyu akielezea alichoona ni same na nilichokiona. Yani ilikuwa kama ni mambo ya kuhusu kanisa, tulikuwa tunaonyeshwa same thing, all of us. Tukikutana tunaonyeshwa, tunapokutana kesha, tukishare zile vision tumeona within hizo siku 2 hatujakutana, ni same thing. Kile nilichokiona, yani huyu akielezea ni same na kile nilichokiona. Yule akielezea ni same na, yani mtu mmoja akielezea tuna confirm tu, wewe pia uliona hivyo, wewe pia uliona. 3 za kwanza zilikuwa same, za kuhusu taifa, za kuhusu kanisa. Alafu ndio hizo zingine sasa kila mtu yake ni personal kwa maisha yake. Ama kama kuna kitu kitatokelezea mmoja wetu, mimi nikielezea nilivyoona kuhusu huyo mwenzetu, yule mwingine akielezea ni same kuhusu huyo mtu. Unaona? Huyo mwenzetu. Morning. Na kuanzia hiyo time, Mungu alikuwa ananionyesha kila chenye kinaenda kutendeka. Azin, naweza kuwa natembea barabarani hivi na kuna mtu ni adui yangu, tukikutana mpaka anitukane. So nikitembea kwa barabara hivi, namuona yuko kama mita 10 mbele yangu. Alafu namuona kabisa, silali, natembea kwa barabara, namuona. Ninapotaka kuangalia vizuri, na si ni fulani, tena anapotea. So nikienda pale mbele nakutana naye. So ilikuwa ni sign kwamba kama nitaona huyo mtu, inamaanisha nikiendelea na hiyo barabara naenda kukutana naye. So kama kuna mtu mwenye sitaki kukutana naye, nikimuona hivi alafu apotee, najua huyo mtu yuko pale mbele, naenda kukutana naye. Nilikuwa naonyeshwa vision nyingi. Siku moja nilionyeshwa vision moja safi sana yenye ilifanya. By that time nilikuwa nafanya kazi kwa garage. Hustle yangu ya kwanza ilikuwa garage. Nilipokuwa nafanya kazi kwa garage, siku moja sasa, kitu chenye kilifanya mpaka pale garage watu wakaanza kuniheshimu sana, wakaanza kuniita pastor. Nilikuwa nimeona jambo fulani. Sasa hilo jambo nilipoingia kazini ikaanza kutokelezea kama nilivyoiona. Nilipoingia kazini nikaona gari imeingia ya black. Hiyo gari kuingia tu hivi na ikapark pale, nikangoja nione mwenye anatoka ndani. Yule jamaa alipotoka ndani nikaona ni yule nilimuona kwa vision. Nikamwambia jamaa mmoja pale, alikuwa anaitwa Charles. Nikamwambia Charles, ile gari wewe ndio utaitengeneza. Charles akasema aje na mimi already niko huku. Wajua ile garage ilikuwa ni gari ikiingia, mwenye ameshika hiyo gari kwanza ndiye anaitengeneza. Mwenye ameshika ndiye anatengeneza. Huyu jamaa kaniuliza, sasa mimi nitaitengenezaje na already tayari huyu jamaa anaendelea kuzungumza na wale na mimi niko huku. Nikamwambia ile gari wewe ndio utaitengeneza, na wewe ukienda kutengeneza ile gari utaichoma, na ile gari itachomeka yote. Na leo mimi nakwambia, leo hautalala kwako, utalala ndani. Na ukitaka kuepukana na hiyo, toka saizi, toka na back door ya hii garage na uende. Huyo jamaa sikuone, lakini huyo mwenye hiyo gari akikuona atasema wewe ndio utatengeneza ile gari, na ukitengeneza ile gari utaichoma, na leo usiku ya leo utalala ndani. Sasa yule jamaa, watu wakacheka kweli, wakasema wewe pastor, nyinyi mapasta wa siku hizi na unabii za uongo. Sasa yule jamaa alipokuwa ameshabageni na wale wa jamaa wameshaelewana, wale wa jamaa wanaendelea kufungua engine,
Yule mwenye gari akaambiwa nenda ukakae pale kwa kivuli ambapo ndi penye tulikuwa. Sasa mwenye gari alipokuwa akikuja, alipofika hapa ndiye akaona huyu Charles, akamwambia hey Charles, hey wewe ni Charles? Huyu ni fulani. Hey kumbe uko hapa siku hizi? Hakuwa anajua kama huyu jamaa yuko hapo. Sasa ndio wakaongea akamwambia kama uko hapa hakuna mtu atatengeneza ile gari. Sasa hizo Charles amesahau nilichomwambia. Unaona? Yule jamaa akaenda pale akamwambia wale watu, hapana, mimi nitawalipa mahali mmefika, hata mjaenda mbali sana, waacha tu niwapatie ya chai. Huyu jamaa ndiye atatengeneza hiyo gari. Yule jamaa akapewa hiyo gari. Yule jamaa akatengeneza ile gari. Ile gari ilichomeka. Na kilichochoma hiyo gari, my friend, huwezi elezea, lakini ile gari lilichomeka yote. Yule mwenye gari akakasirika, akachukua yule jamaa akamtupa ndani. Ushaona? Yule jamaa alilala ndani kama nilipomwambia. After ameshatupwa ndani, ndio sasa jamaa wanakuja wanaanza kusema, na ulisema hii kitu. Ushaona? Sasa ndo wanaanza kukumbuka, lakini tayari jamaa yuko ndani. Watu wa kwao wakakuja, unajua ni jambo kubwa sasa. Watu wametoka nyumbani wamekuja, mwana wetu sasa tutafanya hivi, tutauza shamba gani, tununulie huyu jamaa gari. Mwenye gari amekasirika. Sasa mimi nikawaambia, kwa sababu niliona hiyo story ikiwa complete, nikawaambia msiuze shamba na msiuze ng'ombe. Huyo mwenye gari atamtoa huyo jamaa, lakini si leo, atamtoa kesho. Kwa hivyo nyinyi mtaenda ndani kumuona tu, alafu mrudi na mtulie. Wale jamaa wa garage wakawaambia, unajua kwamba huyu jamaa alisema hiyo gari itachomeka kabla ichomeke. Unajua huyu jamaa alisema huyu jamaa atalala ndani kabla alale ndani. So kama amesema atamtoa, nyinyi tulieni. Watu wa nyumbani hawakuwa na patience. But sasa ilibidi watulie. Yule jamaa kalala ndani tena. Kesho yake yule mwenye gari akaenda kumtoa. Akamtoa, jamaa karudi. Watu wale jamaa akasema, kweli nini. Hiyo ilikuwa ya kwanza. Ya pili, wakati sasa nilikuwa naona hizo vision. Wakati wa mwanzo nilikuwa naonyeshwa vitu zenye hata hazinihusu sometimes, na kuna vitu unaweza kuwa unaonyeshwa zenye lazima zitatokea. Ya pili, I think niliwaelezea, kuna siku watu walikuwa wanataka kusafiri na mimi nikaona, lakini sasa sikuona hiyo, nayo sikuona clear picture, lakini nilikuwa naona kwamba mtu fulani atakuwa na matanga na itatokana na accident na kuna watu wake watakuwa wanasafiri. Sasa nilienda nikamtafuta yule alikuwa nini jirani, msichana, alikuwa mwanamke. Nikamtafuta nikamwambia, mamake fulani, unataka kusafiri? Akasema hapana. Na nikamuuliza, uko na watu wanataka kusafiri? Akasema niko na watu wanataka kusafiri na wanasafiri leo. Wanaenda wapi? Wanaenda bara. Tulikuwa tuko Mombasa wakati huo. Sasa nikamwambia, wale watu wako wanaotaka kusafiri ujue hawatafika. Akaniuliza kwa sababu gani? Nikamwambia naona kama watapatwa na accident mbaya sana. Sasa kumbe nilipokuwa namuongelesha, bwana wake alikuwa yuko ndani ya nyumba anamsikiza through the window. Sasa bwana wake, huyo mama akachukulia lightly, lakini alipoingia nyumbani bwana wake akamuuliza, huyu jamaa alivyozungumza ulimsikia? Ati yeye. Ulimwambia uko na watu wanasafiri? Ati hapana. Lakini amekuambia kutakuwa na accident na yeye ndiye amekuambia kuna watu wako wanasafiri, amejuaje? Akamwambia, kama hautaambia wale watu, hiyo damu itakuwa juu yako. Wewe hakikisha umefika, na wale watu walikuwa Mtwapa kule, hakikisha umeenda umewaambia wasisafiri. Kama watu watasafiri na wajikuta kwa accident, hiyo damu itakuwa juu yako. Bwanake akampatia fare, nenda ukaambia watu wasisafiri. Na walikuwa wanasafiri karibu ploti mzima, walikuwa wote wanaenda Kakamega. Ushaona? Yani hiyo ploti majority walikuwa watu wa Kakamega. Akakwenda Mtwapa, akawaambia wale watu, akawaambia msisafiri nini na nini. Wale watu waliposikia na walikuwa washabook gari, ilibidi waache hizo ticket ziende hivyo, lakini sio wote walikataa kwenda. Kuna baadhi yao, watu wawili, wale walisema mambo ya nabii za kiuongo sisi atufati. Wale wakaendelea na safari yao. Wale wengine hawakuenda. Wale walipoendelea na safari yao walienda wakakufa. Na hiyo gari hakuna mtu alisurvive. Hakukuwa na survivor, walikufa wote. So ndio hawa waliobakia wakaona, kwani ilikuwa ni ukweli kama tungesafiri tungekufa? Ndio wale watu wakasema, wakataka kusema tunataka kuona huyo pastor. Walikuja mpaka mtaani pale Magongo kunisalimia.
lakini wakawa wananiita pastor. Lakini hiyo call ya upasta ya kusema eti sasa mimi nimekaa mahali kazi yangu ni kuombea watu ama kutatua matatizo, hiyo ndio kitu nimepigana nayo sana kwa maisha yangu. Sikuwahi taka. Mimi nataka nifanye kazi nijilishe. Sasa hivyo ndio vile nilienda mpaka nikafika mahali sasa nikipata call nitakuwa najua imetoka kwa Mungu. Yule brother alinirudisha zero, lakini from there nikaanza kupanda na ministry. Sasa nikisimama nikwambie mimi ni prophet, nitakuwa nakwambia mimi ni prophet na niko na uhakika Mungu ameniambia mimi ni prophet. Nikikwambia mimi ni evangelist, nitakuwa niko na uhakika Mungu ameniambia mimi ni evangelist. Si ile ya kujiwekelea. I'm telling you, kuna mapasta wengi sana duniani saizi wenye ukienda uwaulize ulijuaje Mungu alikuita kukuwa pastor, hawezi jibu. Mtu anajiita apostle, ukienda umuulize ulijuaje Mungu alikuita kuwa apostle, hawezi jibu. Ushaona? Unafaa kukuwa na uhakika, usidoubt. Kuwa na uhakika Mungu amekuita kuwa pastor, Mungu amekuita kuwa apostle. Sawa?